Mastori Mo. Ropai updates. Bana, majina yangu naitwa Majaliwa Hassan Rehani Abdalla Kasunyangila aka Adat. Mimi ni mwigizaji wa filamu kutoka katika mkoa wa Katavi au natokea Tanzania kwa ujumla. Of course na kama miaka 11 hivi kuingia kwenye game na kufanya, sababu nimeanza miaka ya 2000 na kitu kama 12 13 huko ndo nilianza, kwa mpaka sasa hivi bado kufanya michakato. Mafanikio yapo, ni makubwa, sio kwa yale watu wanaofikiria kwamba mimi na majumba ya kifahari, labda na magari ya kifahari au na vitu gani vikubwa. Hapana, mafanikio yangu yapo japo sio makubwa sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nimejuana na watu wengi, nimetembea baadhi ya mikoa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia nimegundua fursa nyingi kupitia sanaa, lakini pia nimepata uzoefu mkubwa wa kufanya baadhi ya vitu mpaka nje ya maisha kwa sababu ya hii sanaa ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa hiyo pia ni mafanikio ambayo niko nayo. Changamoto ni nyingi, zipo za kifamilia, zipo za kisanaa pia. Ukianza na changamoto za kisanaa, kwa sisi wasanii ambao hatujakuwa wakubwa sana kiasi hicho, kutokuaminika. Unaweza kuwa na jambo lako very serious, jambo ambalo ni kubwa, unataka kushirikisha watu, lakini at the end watu wanachukulia utani. Wanaona kabisa huyu bwana kwa sababu ni ndo anaanza au hajafika pale panapohitajika, wanakuwa wanahisi kama vile labda unatania hivi, unaona. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto ambazo tunakutana na. Changamoto zingine pia, kwa madirector wakubwa, wasanii wakubwa, ukimuita kwenye kazi yako anakuwa kuamini, anataka afanye kile anachotaka yeye, sio anachotaka wewe, kwa sababu tu ya udogo ulionao kwenye game. Ukimuita bwana bro au director fulani, njoo nimeandaa hadithi hapa tufanye hiki na hiki na hiki, kutokana na udogo wako, kutokujulikana kwako. Na hii nimekutana nayo live, kuna msitaki kumtaja jina yule msanii mkubwa, ilifika muda mpaka tukataka kupishana kauli, kwa sababu yeye anataka hivi, sisi tunataka hivi, kwa sababu ya ukubwa wake anataka afanye vile anavyotaka yeye. Ya jamii inayonizunguka, mwanzoni wakati naanza walikuwa wanielewi, lakini of course naweza nikasema wananisupport kwa namna moja, kwa sababu mpaka leo nimefika hapa ni kwa sababu yao. Nakumbuka mara yangu ya kwanza naanza kufanya sinema, nilipita mtaani kuomba, nilikuwa na karatasi mkononi. Kwa hiyo nilipita mtaani kuomba, lakini wananchi walinisaidia, walinisupport, ndio mpaka leo nimefika hapa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, wananisupport, jamii inayonizunguka wananisupport. Kikubwa tu ni mimi kufanya kazi hivyo. Sinema yangu ambayo nilifanya nimekaa poa. Sinema zangu zote ni nzuri, lakini sinema ambayo ninaweza nikasema nilifanya poa, ikanifungulia na njia na kugundua yes nina talent kubwa sana, inaitwa Salma, ambayo nimewahi kuifanya miaka ya nyuma kidogo, kwa miaka 2013. Ile sinema ndo ambayo ilinifungulia njia na ikanipa confidence kusema yes nina kipaji. Lakini pia sinema zipo nyingi pia. Mwaka huu pia nimefanya na bosi wangu mwenyewe anaitwa Mr. Ropai. Ni short film inakuja nzuri. Kwa hiyo pia ni moja ya sinema ambayo ni nzuri, na ni moja ya sinema ambayo nakasema najivunia kuifanya. Lakini pia nimewahi kufanya na production ya Ropai, tena sinema inaitwa Vikram, ilikuwa ni series ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi sinaga kazi mbovu. Okay, hiyo sinema nimecheza kama Nyangido, afande fulani ambaye wakati mwingine anakwepa majukumu ya kifamilia. Yaani mimi nilikuwa na mahusiano na mtoto wa mtu, nikampatia ujauzito, alafu ule ujauzito nikaukataa. Lakini nilikuwa naulizwa na watu, ni ujauzito wako? Mwisho wa siku nakuwa nakataa tu. Kwa hiyo nimecheza kama Nyangido, askari lakini afande mgambo wa kijiji, ambaye muda mwingine nakuwa kama sijielewi hivi. Kwa hiyo of course ni kitu ambacho kilichotokea kwenye hii sinema ambayo inakuja short film. Kwa hiyo katika kukataa hilo, baba mkwe wangu mimi sasa ni mtu ambaye ana mambo fulani ya kishirikina hivyo, kwa akaja akahamisha ule mzigo kutoka kwa mtoto wake, ule mzigo kaja kwangu. Lakini pia dada yangu mimi kwenye ile sinema naye alikuwa anakula hela za mshikaji wangu ambaye ni babake na ule mtoto wa kike pale.
ambaye amecheza kama Mr. Chuma. Kwa hiyo ile familia walikuwa ni watu wanaoamini sana mambo ya kishirikina. Kwa mwisho wa siku jamaa na akaenda kamruga dada yangu akamwekea sharubu za kutosha hapa, kwa sababu alikuwa anakula hela tu, anatumia hela zake, alafu mambo mengine hayafanyiki. Kwa hiyo ni moja ya sinema, ni sinema fulani hivi kazuri tu ambako kakufurahisha, kakuelimisha kadogodogo, kamefanywa na bosi wangu mwenyewe Ropai, another one. Yeah. Hiyo sinema nafikiri ndani ya wiki 2-3 zijazo itakuwa tayari, kwa sababu sio sinema kubwa sana, sio sinema ile ambayo sema labda series, hapana, ni sinema ambayo ni fupi. Kwa hiyo nafikiri Ropai Production, another one, my big brother, my boss, nafikiri ndani ya miezi miwili, not miezi miwili, nafikiri ndani ya mwezi mmoja au wiki 3 itakuwa iko tayari kutoka leo ninavyozungumza. Wiki 3 na promo tulichoanza kufanya tayari. Ya changamoto kubwa nafikiri ni bosi wangu baada ya kutoka, maana tunafanya kazi pamoja, alikuwa mkoa wa Katavi. Kwa bosi wangu ambaye ni production yangu niseme, Mr. Ropai, baada ya kuhama kutoka mkoa huu wa Katavi kwa mia kaskazini kidogo, mimi nikaa nimerudi nyuma sana, kwa sababu ni mtu ambaye ananisupport sana, ni mtu ambaye anatusaidia vijana wengi sana. Kwa hiyo ni short, baada ya kuondoka vifaa ndo ilikuwa changamoto. Kwa hiyo unakuta ukienda kwa wafanyabiashara, sisi wasanii wadogo hatuna mitaji of course. Ukienda kwa msanii, kwa mwekezaji ambaye ana vifaa vyake, ambaye yeye tayari yuko vizuri, ukimwambia bwana naomba kukodi hata short film tu ya dakika kadhaa, anakupa bei ambayo maskini ya Mungu kwa sisi ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta mtu sasa anabaki anafanya hizi clip ndogo ndogo kwa sababu mitaji hatuna. Of course watarajie vitu vizuri, kwa sababu cha kwanza kabisa wao ndo wamenifanya mimi nimegundua kama nina talent na kunipa ujasiri kwamba naweza kufanya. Kwa hiyo nachowaomba tu watarajie vitu vizuri kutoka kwetu, watu support, watengeneze urafiki na sisi, watushauri sana, na nachowaomba tu wakae tayari. Lakini pia nimuombe pia rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan atusaidie sisi wasanii. Tunamuomba sana tusupport, kwa sababu vipaji ni vingi na ni industry kubwa sana, iko na vijana wengi sana ambao tukiwezeshwa sisi huko mitaani tutafika. Tunaona kuna swala zima la mikopo za content creator, wasanii, lakini bado masharti yanatubana sana. Masharti ni magumu mno. Kwa hiyo kupitia interview hapa Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Mwigulu Nchemba, Mr. Nchimbi, makamu wa rais, tunaomba sana mtu support. Tunaomba baba yetu pale juu, topu mwenyewe Paul Makonda, tunaomba mlegeze kidogo, masharti yanatubana sana sisi wasanii. Yaani muelewe hali zetu. Msije mkaona yale maneno ya wasanii wakubwa wanasema wana magari, wana majumba, wanajitamba, basi mkatuhukumu na sisi kwamba tunakuwa na maisha hayo. Tunaomba mtu support. Hii industry ya filamu ni kubwa sana. Kwa tunaomba mtu support katika hilo. Thank you.